Yaani mama afadhali ndio umekuja kwa kweli. Mama watoto wazima nyumbani. Wote wazima. Sawa sawa. Yaani moyo wangu unaniuma mama. Ule kamshuti vipi? Kamshuti hajapona. Ngoja kwanza. Kamshuti vipi hajapona? Kamshuti hajapona. Wewe subiri kwanza. Kuko maneno nilikuwa nasikia huko. Ngoja kwanza. Kamshuti hajapona. Wewe subiri kwanza. Kuko maneno nilikuwa nasikia huko. Aseme vipi mama umeniita? Hatamani hata niongee maana anajua anayofanya. Kweli? Mume wangu unavyomjua si ule ambao unamjua mume wa Aisha. Usinabii kama amegeuka. Amegeuka? Badilika kwa nani ni tena? Duniani wananitisha. Nini njoo mmembadilisha tena? Kama hivyo tu tunaishi kwa nani mnafanyia ubaya wote kweli mume wangu mimi. Sijaviona hivyo vitu. Heshima yote nimempa, mapenzi yote nimempa. Lakini hivi sasa nakwambia mama, hata simu yake siruhusi kushika. Eti simu yake siruhusi kushika, hata iite hivi siruhusi kushika. Kisha tia password ndo kodi hizo. Simu yake yani anaweza kupigiwa simu mama yangu hapa. Hata niko nampa chakula na mvua viatu. Akakimbia hata viatu vinatoka mguu. Anatikia simu ko anakimbia na viatu kumguu. Yani ndo ninavua, unajua kawaida yangu ninavyomvua. Unavua cha kwanza, cha pili sijamaliza huyu Kenya. Kweli. Nyuma ya nyumba kupokea simu. Mimi nikimchungulia na watu wanatabasamu sijua kuna nini. Mama zamani alikuwa hata mtu akipiga simu kwa mpokea mwambie hivi na hivi. Nakenda kuoga anaenda na simu yake. Password kwenye simu siwezi nikaingia sijui kinachoendelea. Mume wangu usiku halali mama ni kuchati usiku mzima na chate. Mume wangu basi nipe attention. Na mimi nakuhitaji kulikoni mume wangu. Ninatouch na watu wa kazi. Saa 8 ya usiku watu wa kazini mama. Sio ule ambao unamjua. Kazini. Zamani mume wangu alikuwa akifika saa 8 za usiku anazima simu, tuna furaha ya ndoa yetu. Ni sina raha ya ndoa kwa sasa. Baba. Ni ukweli, ni uongo. Kwanza mimi namshangaa. Unajua mimi namshangaa kwanza unajua. Vipi? Kwanza umekuja wewe mama umechoka, umetoka mbali. Kwanza ngikirimu umesema kwa bwana. Hata kama ulisema utakuwa hautachukua kitu kingine, lazima kwanza kijaribu kutafuta chakula hata ndizi hata mhogo hata nini. Ili mgeni kwanza upate chochote, sio anze maneno kwenda karudi. Aniboa. Ameniuliza kinywaji nimemwambia mimi nimekuja na shiba. Afu sasa inaonekana na kidonda moyoni. Sasa hicho kidonda anapata naambilisha kidonda kinatoka kunini. Mimi nataka saa hizi sasa unaambilisha ukweli ni vitu gani? Mama, umegeuka juu ya nini? Tatizo lolote. Kwanza mimi nashangaa. Mimi nashangaa. Mimi nafikiri ataongea mambo ya maana. Yaani kwa ushahidi mwambie atoe simu yake hapa uangalie. Mimi nimefikiri. Mwambie atie tukode kwenye simu yako. Hata wewe mama yake mzazi hauwezi kuingia. Mimi sina shida ya simu yake nisiwe kukutana na mabala huko. Wewe unapokuwa unaongea kwanza kaa kimya. Sasa naambilisha ukweli. Kimya mume wangu unajua naambie wewe zamani nilikuwa nikija hapa nakutana naongea na mke wako, nakutana nampa simu anapokea simu, nakutana mnacheza mnacheka nafika vraiment nafurahi. Leo sisikii juu ya nini nafika hapa nakutana mke wako analia machozi. Unajua tatizo hawa wanawake washikike hawa waliwekeleweke hawa. Vipi tena? Hata mtendee wewe mavipi anasema anakugeuzia ubao. Anasema kwanza isikilize hiki mambo. Hivi kweli mama hivi simu kweli simu inaweza kufanya mtu kukosa mwana. Mimi nimefikiri kwanza mimi nimefikiri kwamba atakwambia bana simu viki, simlishi, simu mtendeke, lakini eti simu. Ngoja kwanza nikuulize. Hapo shimama hapo. Yaani simu na kwake, mimi na kwangu. Sasa lazima yani. Ngoja kwanza nikuulize kitu kimoja. Yaani kwao alikuwa hali havai, hapati chochote, hapa kwako ndio amekuja kupatia vyovyote. Hakufata vyakula, hakufata nguo, amefuata mume, na mume ni wewe. Sawa, sasa kweli yes of course. Sasa kitu kitu anapata mume mimi niko hapa. Uko hapo vipi? Kuna siku mimi nishalala nje. Ngoja kuna siku nishalala nje. Unaweza kulala ndani lakini usimtimizie chochote cha anataka. Mtu analala kwenye simu ndio mke wake. Mimi hata kidogo nikamwambia mume wangu nigeukie. Umeyasikia? Mimi nalala simu. Shahidi kwamba anipe simu yake. Akisema saa 8 za usiku ongari kusimu. Maana yake nipe simu yako. Kwa mambo ya kazi. Naomba nipe simu. Unaongea nao kwa Ulaya. Unajua tatizo lenye liko hapa. Sisi tukifika usiku kwao ni mchana. Naongea na watu wa Ulaya, Amerika, naongea na watu wa Australia, wanasikia kubwa. Kama Amerika, tukifika saa 5 usiku kule kunde mchana. Kwa nini usimpe mke wako na asikilize? Unatia mwopa leo. Sio muhusu mama. Jua nini usitie mwopa leo? Vyako ni vyake. Mko umoja. Kweli tuko umoja. Sasa Mwenyezi Mungu alisemaga tuko umoja. Katika ndoa msifichane.
Mama unaamini Nina simu tano. Mume wangu yani ni yeye na simu. Yala. Mambo ya kufuatilia kwenye simu mimi au siataki kwa koloni. Yo. Na mbona kana tabasamu na furaha? Mimi na ulishamkaribisha shetani hapa Hamna shetani. Shetani kwani anafanana? Unamkaribisha Unamkaribisha utamuona. Utavunja ndoa yako. Sasa sikia mama, nyamaza kwanza mwanamke pekee. Nyamaza kwanza nimwambie. Mimi nimeolewa mbele ya mke wako. Nimeishi na baba yako. Wanaume wakiishaanza mavisa tunakuwa tunawajua vizuri sana. Yaani hapo kuko katoto kana mke hapo nje kana kuzuzua. Kana kubeba roho. Kana kubeba kila kitu. Ngoja mama kwanza. Hela zote nipe kwanza ile simu. Naitika tu kazi. Nipe kwanza huku. Halo. Yo. Halo. Halo. Yo. Halo. Amesikia niko hapa mekata. Hela zote zinataishia nje. Mama. Hautafanya chochote jua ukatuka na wake. Kana mke. Mama. Unachoka. Mambo ni hivi. Yala. Unasikia bwana? Utachoka. Mimi mwanamke sawa? Wakati mwingine huwa ananiboa. Haiwezekani yeye anataka hata mtu akipiga simu ndio itike. Jua nini mbele ulikuwa unampa simu anaitika? Jua nini mbele ulikuwa haumfichi? Unamfichi leo jua nini? Nasema hivi. Unajua kila kitu kinabadilika. Yo. Mbele wewe ulikuwa binti, ushazeeka. Nishazeeka. Sasa umebadilika. Lakini umezeeka vizuri. Vizuri. Kila kitu kinabadilika. Si kubadilisha tabia, ni mwili tu umebadilika pale tabia zao. Nataka vizuri au si? Hapana, mambo yanabadilika bwana. Sio kila mara masimu. Isimewe ikitika ndio uitike. Mambo pale. Ya. Wanasemaga siku za mwizi ni 40. Hamna cha 40 hapa. Unasikia? Kuko siku utabanwa tu. Wewe unamsikiliza huyo au unamsikiliza mimi nachokuongea? Mimi sina hapana, mimi nasikilizaga mtu mwenye ana ukweli. Juu hivyo vyako wenye vinafika huko. Mimi unajisikia. Haiko ndio mara kwanza nasikia. Mimi nifungue simu yako hapa tuone. Yala. Unasikia unakazana simu. Mume wangu. Simu ndio dunia mume wangu. Simu ndio imekuoa au mimi ndio nimekuoa? Ngoja kwanza nikuuliza kitu kimoja. Hivi ingekuwa ni mke wako mwe anaanza hivyo visa. Haungeniita kunishtakia. Haungemfukuza, ungemtuma kwao, nenda siku lishakuoa nenda. Mimi simu. Sasa nikamchukua juu ya simu. Mimi nikose ugali wangu tutasumbuana. Ni mruhusa tafuta mtu atakwenda mwita usiku saa 8 uone. Mimi yangu kwa sana naongea na watu wa manager wangu kwa Amerika. Mimi nitakuruhusu nikifika hizi saa usiku saa 8 kule ni mchana, nishamwelewesha sikii. Sawa, acha naye atafute wa Marekani mwatakwenda mwita saa 8 za usiku waongee. Hapo sasa unataka kusupport unani uovu sasa unasupport uovu. Ndio kisu unaviona wewe. Yo unashindwa kujenga mwanangu. Kujenga unashindwa. Kama nataka kuona unaongea mambo ya pesa, mambo ya business, mambo ya kazi. Sio kuzungumza mambo ya simu tu gani. Njoo cha lazima. Simu tu gani simu. Njoo cha lazima. Kila saa simu. Utachoka wewe. Nakwambia utachoka. Sasa mama sikia nikwambie. Wanaume ni hivi. Akishaanza geuka wanaanzaga hivi. Simu kwenye bafu inafichwa huko. Akienda chooni simu na kwacha simu tuna ngodo ya pesa kwenye ubavu wake. Akiingia chooni na ngodo, akienda hapa na ngodo, yani hata kuonesha hata kitu hichi kimoja. Lakini nakupa moyo. Tulia. Siku ni siku. Mwenyezi Mungu ataonesha huyo mtoto mwanamke anamzuzua. Hapo mimi najua tu kama ana mtu anamzuzua. Kuku katoto kana mke kenye kana mzuzua. Mama sitamani hata kumuona huyo mwanamke. Mama ninavyompenda mume wangu. Wewe jinyamazie. Usitingiziki hata kupiga kofi. Wewe unyamaze, jinyamazie hapa. Nitaona kwa atakutia. Chenye kwambia hata kutoa hapa. Cha pili hakupigi, jua kikupiga tutabambana mimi naye au nipiga mimi mwenyewe. Cha tatu tutamtafuta huyo mtoto mwanamke mwisho tutamjua. Na tena chungu cha shetani kila kuaga wazi akikuaga na mfuniko. Kuko siku tutambana tu. Siku ni siku. Wewe mwache. Haya mimi naenda kujipumzikia. Mama kabla ya kwenda kupumzika kuna mama fulani hapo jirani ameleta vitenge vizuri. Kweli. Na hivi muda wote vinaweza vikaisha naona watu ni wengi. Unatanguzia kamoja. Chukua hata moja au mbili mama yangu usifanyaje siku nyingi mtoto wangu nashukuru tena. Afu anataka kuvuruga na wewe njoo mtoto mwenye ni naye. Jameni. Twende mama. Meona unaomba ruhusa. Na kwenda na mama dakika 2 hapo jirani. Wewe nenda bwana.
Ni leo na mimi nimekwenda hospitali ni klasi. Au sema sasa hospitali unaenda kufanya nini? Weka wazi. Mimi nimekwenda hospitali kwako. Umekutana na watoto ni hali yako. Mbona unataka kunipatia pressure? Usio mbona umekuta habari mbaya za kunimaliza mimi. Maana sijui hata nianzie wapi. Sijui hata nianzie wapi. Na hisi mwili kutetemeka, mwili mzima sina nguvu. Mimi sikuamini na sio mimi naweza kumbia. Hospitali umekuta vipi? Wewe, usio umeniletea ukimwi. Usio umeniua mimi. Usio umeniletea ukimwi wewe mwanamke huyu. Usio umeniletea ukimwi. Aheri ingekuwa ni ukimwi, ningekunywa dawa hata mwaka mzima, hakuna ambaye angegundua hicho. Kama sio ukimwi mimi nimekuta nini? Mimi sikutetemeka, sikutetemeka mwili mzima. Sijui nitaenda wapi, dada kigundua kitu, sijui nitaenda wapi. Hapo tayari hapo. Sijui nitafanya nini. Hapo tayari unataka kuniharibia maisha. Usiniambii kama ni mambo yenu tena mengine. Usiniambii kama ni mjamzito. Usiniambii kabisa. Usitaki ndio tuingie sasa kwa nini? Tuingie kwa nini? Sasa ongea haraka mimi nasi hapa naweza kusikia pressure, naweza kusikia wewe kupiga haraka. Nilikuwa nasikia kama kiungo yote ya mwili. Alikuwa nafasi yake. Umekuta nini hospitali? Wamekwambia aje? Nina mimba. Wewe mwanamke unaniharibia maisha. Yaani mimi nimekata. Hali mimi nimekukata nini? Nilikuwa nakwambia usikiwe na mbele atajua. Hivi tutakuwa nani sasa? Sio mtu unaniharibia maisha, mtu unaniharibia maisha. Unaniharibia programu zangu zote. Hayo ndio nilikuwa najikatalia. Hivi dada yako akisikia kabisa kama wewe ni mjamzito, una mimba yangu. Itakuwaje sasa wewe usio na nimekwambia ile tafute solution. Hapana. Wapo utakuletea maisha. Unataka kuniletea maisha. Dada yako mtoto mimi umekuwa na mimba. Kichani nacho mnayoyasikia mimi. Mama mia. Mungu nipe subira. Nipe uvumilivu kwa haya ninayosikia kwenye masikio yangu Mola wangu. Asia. Nasikia ni ukweli. Mungu uliyeumba mbingu na ardhi, nipe subira kwa ninayosikia. Huu ni mtoto wangu anayetamka na mimba ya mume wangu mimi. Sani. Mungu nipa uvumilivu. Nasikia Mungu mtu machoni mwangu. Sani. Nilichokisikia ni ukweli. Nikusameni, hebu na mimi nikusameni. Nikusameni. Ni ukweli. Mungu wangu. Sania mdogo wangu nimeusomesha university. Nikamlipia secondary. Pesa yangu. Na kuleta leo kwa unakuwa nyoka. Unakuja kufanya zina na mume wangu mimi hata ujauzito. Sania. Hebu sogea. Sogea hata usiniguse yani. Sogea. Hata kukupiga siwezi. Nisikia hata ule moyo. Sania hata kuniona presha yangu kweli. Sania mdogo wangu kweli. Sitaki kusema neno hili. Limoja. Mume wangu. Na kuomba nijue na mume. Na kuomba sitaki kukusikia, sitaki kusikia sauti yako. Yaani kitu unachoongea ndio kisi nasikia nataka kuanguka. Niache. Umeamua kuyafanya. Umeona kama sifai. Umeona kama mdogo wangu mimi ndio anafaa. Sio hivyo mke wangu. Sio hivyo mimi Ni mwenye nchi. Nimekupa mahaba yote, heshima yote, mume wangu, uaminifu.
unisamehe kabisa. Naomba unisamehe. Yote mdogo wako mdogo. Naomba samahani kweli, naomba samahani. Naomba samahani. Samahani.